mama katika haki. Wamama wauza mboga, wauza matembele, nyinyi wenzangu, tutokeni tarehe 29. Wewe mpika chapati barabarani, usiende na kibao chako cha chapati siku hiyo. Usiende barabarani siku hiyo, jiweke sawa. Waweke sawa watoto wako, uje barabarani. Kazi ya chapati sio ajira. Njaa ndio inatufanya tupike chapati. Kazi ya chapati jamani sio ajira. Labda uwe na mgahawa basi. Umesimama barabarani 24 hours unapika chapati na mtu anakuja na kuletea mtungi wa gesi eti ajira, kajiajiri. Tumeajiri bodaboda, umemwajiri bodaboda wakati bodaboda kakopa. Bodaboda ya mkataba. Na bado mnapatozwa afu unasema umeajiri bodaboda. Bodaboda hizo mlizo hapo baskeli mlizo hapa, baskeli haibebe hata kidumu cha lita 5 cha maji. Ninyi mmewapa fake vitu. Yaani mmeenda kuchukua uchafu wa China mmewaletea Tanzania afu mnaambia mmewaajiri, mmewapa bodaboda. Boda gani? Kwa nini msingowaletea zile boxer basi wakajijua? Boda gani hizo mlizowaletea? Mnawaletea bajaji ikiingia katika kimfereji kidogo inajamba, bajaji inajamba, pwa inataka ivutwe. Mbona nyinyi watoto wenu hamjawapa hizo boda? Nyinyi kama kweli mnataka haki na mnaona mnatufanyia haki. Kwani msingenunua magari ya milioni 30? Magari ya milioni 70. Mmeenda kununua magari ya mabilioni, tena sio bilioni 1, bilioni 20. Magari ya mabilioni. Kwa nini msingenunua gari za mamilioni basi? Hizo pesa zingine zikawasaidia Tanzania. Ili leo tuimbe wimbo mmoja mama mitano. Mmetutoa katika kuimba wimbo mmoja wenyewe. Kwa sababu hamkututendea haki. Tuko hapa tunataka haki zetu kama Watanzania. Na tunaenda kuandamana, katiba inaturuhusu. Tunaenda kuutoa ufalme wa rais wa Tanzania. Maana katiba inambeba sana kiongozi. Mtu anajiita amiri jeshi huyo, anachagua wabunge huyo, anachagua mawaziri huyo, anachagua madisi huyo, anachagua kwa wilaya huyo, anatuwekea shangazi zake, kazini zake, mashosti zake, mashosti wa wanae, ex wa wanae. Alafu na nyinyi nyoko 5 tena. Mnaletewa mashosti wanao vikundi vyao huko vya kulambana, watu wanapewa vyeo. Wanapewa wilaya zetu, wanatolewa watu wanakotoka wanapewa wilaya zetu. Mtu analetwa wilayani hajui hata shida za hapo. Ametolewa mtaani kabisa, kaacha kupika ubuyu kwao huko, kaacha kupika vileja, analetwa kwetu kuja kupewa jimbo. Anaongwa jimbo, shosti chukua hilo. Watanganyika wapumbavu kabisa. Watanganyika mabumunda. Hebu mchukueni Mchaga au Mmasai kampeni jimbo kule Zanzibar kama atapewa. Hapewi. Tunataka uzawa bwana. Tunataka uzawa kwanza. Uzawa kwanza. Kukiwa na mikakati bora ya nchi yetu ya uongozi bora, hakuna mtu atakwenda kushoto kulia. Mawaziri watakwenda sawa, madisi watakwenda sawa, mapolisi watakwenda sawa. Lakini kwa sababu mkakati ni mbovu wa kundi fulani, wanatumia ubabe ili kuzidi kutukandamiza, tukose nguvu, tukose uhuru wa kuongea, watu uwe. Sasa tunasema tunaenda kufia barabarani tarehe 29. Mngeweka angalau kidogo. Watanzania wataki vitu vingi. Jamani, mama mjamzito kliniki anaanza kwa 180,000. Hajaenda kuzaa bado hapo. Mimba bado haijafika miezi 5 akafanywe ultrasound. Bado. Siku anaenda kufanywa ultrasound analipa. Na mgonjwa akifa anadaiwa. Yaani ili deni usamehewi. Huyu mama mkatili sana. Ndio maana alisema hata ukiumwa haujasamehewa, ubebwe ukapige kula hivyo. Maana kula yake ni lazima kuliko uhai wa Mtanzania. Kula ya huyu mama ni lazima, analazimisha kuliko uhai wa Mtanzania. Sasa kama mtu uhai wako hauoni thamani yake, thamani yeye akukaa Ikulu, kuna nini Ikulu mama? Mbona wewe umekaa miaka 4 tu? Hukuzaliwa hapo. Hukuzaliwa hapo. Kuna umuhimu gani mpaka watu wafe, watekwe? Kuna nini hapo? Mnafanya nini hapo Ikulu? Jamani, ekeni kopakopa hapo. Ekeni kopakopa, mfanye mazoezi sana, mumuombe Mungu sana. Mimi niko katika watu wanaopenda maombi.
Asikwambie mtu Mungu yuko bize. Hakuna kitu kama hicho. Mungu hayuko bize na anayaona yote tunaopitia Tanzania, na yeye ndo alotupa nchi ya Tanzania. Yeye ndo alofanya tuzaliwe Tanzania na tutakufia Tanzania. Twendeni tukamlilie pamoja barabarani. Tufanye sana maombi. Tuombe sana jamani, maombi yanasaidia. Tuache pombe kipindi hiki, maduni, makorokoro. Acheni uchafu, rudini kwa Mungu. Mkienda barabarani muondoke mkiwa wasafi. Jipangeni. Hakuna kwenda kulewa pombe kipindi hiki, wala kwenda kufanyana huko. Kuna mtu alisema hapa, ninatamani Tanzania irudi kama zamani. Kila kijana akimaliza elimu aende jeshini. Safi kabisa. Kwa nini vijana wa zamani walikuwa strong? Zamani ilikuwa ukimaliza shule unapelekwa hiyo shule ya msingi, naenda jeshi, naenda kupiga kruti pale miezi 6 mwaka. Watoto vijana wanatoka strong kabisa. Hivi kukiwa na mfumo kama China, lazima upite jeshi ndio upate kazi serikalini, au lazima upite jeshi ndio upate leseni ya biashara kubwa. Kila mtu yuko strong China. Huwezi ukamkuta mwanamke tukampiga kibao ovyo. Kila mtu yuko strong. Wameweka misimamo na mikakati yao. Na sisi kwa nini tusirudi enzi za Nyerere tukawa strong? Tukachukua wale ambao washaharibika, tukaangalia tutawasaidiaje ili wasiharibu vizazi vingine, na hilo jambo lisiendelee tena. Watoto wetu walobakia watoke salama katika kaumurudi. Kwa nini Tanzania leo shoga yuko huru sana kuliko wao nasema nitaandamana? Kwa nini? Ni watu zao, ni miongoni mwao, wanayafurahia hayo mambo. Shetani hapo kaingia. Devil worshipper. Wanachukua haki wanaifanya batili, batili wanaifanya ndo haki. Yaani wewe ukisema nataka umeme, nataka maji, jamani tunataka hospitali, huduma za afya zipunguzwe bei au ziwe bure, wanakwambia wewe umetukana serikali. Lakini wewe ukikaa mwanamume, nimeoa mwanamume mwenzangu huyu hapa na wanavishana mpaka mapete, tunaona kule kwa DJ Mtasha. Hakuna mtu anakemea, hata shehe hawakemei. Mashehe wanafiki namba 1 hao wanaosema kuna maandamano. Hakuna hata shehe mmoja aliyekemea. Tena vijana wa Kiislamu wana katika mauno uchi huko, hawakemei, ndio michezo yao hiyo. Mashehe ubwabwa hao. Vijana wanapotea kabisa. Vijana wamebadilika, wanajishonea mpaka sare kwa magurupu. Vijana wamekaa katika majumba makundi na makundi. Hakuna mtu hayo mambo. Wako huru kabisa. Ni hao wako miongoni mwao. Ukiona mtu jambo halikemei, hali ezeni komenti za kutosha. Pandeni juu watoto wangu. Lucy wako. Mimi nimeshawakemea sana mashehe. Na kuna shehe mwingine kaibuka leo anasema. Kuna shehe mwingine kaibuka leo kawapakazia vibaya sana mashehe wanafiki. Kawapakazia vibaya sana mashehe wanafiki. Tena kawapa hajataka ujinga. Anakuambia Waislamu sisi hatuna maandamano. Mashehe anafika kusema Waislamu sisi hatuna maandamano. Kwa nini hatuna maandamano? Wengine wawe na maandamano, sisi hatuna maandamano. Na maana sisi Waislamu tunatimiziwa yote na serikali. Ina maana sisi Waislamu tuna hospitali zetu special, sio zile Mwananyamala na Mwimbili. Ushoga umekuwa mwingi sana Tanzania. Yaani ukitoka jioni ukisema hebu ngoja kwanza nikakonge moyo sehemu, unainama. Watoto wadogo jamani, miaka 16, 17, 18. Watoto wadogo. Na mashehe wapo kimya, wachungaji wapo kimya, polisi na serikali ipo kimya. Sasa sisi kama wazazi tusipoungana tukaeka sawa, vizazi vyetu vinapotea. Wenzetu wana mahela,
watoto zao akiumwa watapeleka nje kwenda kutiwa mabomba ya matako, atapona. Sisi wenye watoto zetu huku Uswahilini, jamani, sisi tunaopata tabu ni wale wa raia ambao wa hali ya chini, mimi na wewe. Na ndio maana wao wanasema watatuua, kwa sababu wanajua wa hali ya chini ndio tunaopiga kelele. Wanaonufaika na mifumo hii hawana shida, ndio wanakuja hapa kutukomentia. Wewe unayekuja hapa, wewe kama maisha yako kama yangu, ndugu yangu, huna akili. Maisha yetu, hospitali zetu ni Temeke, Kizuiani, sijui Mwananyamala, Ilala, tukimalizana Mloganza, Muhimbili. Kama ndio hizo hospitali zetu, ndugu zangu, basi tutoke barabarani. Tena hizo hospitali zenyewe sasa, unaenda usiku, unaenda na mgonjwa, unaambiwa umeme hakuna, subiri, internet hakuna, kompyuta hazifanyi kazi. Jamani, tunakufa huku tunajiona. Mgonjwa yuko hospitali anausubiri umeme. Huyo nesi sasa anakutizama jicho la tatu. Ani anataka umpela ndio asmile. Nesi anakunja uso, utasema mlinzi wa geti la nani? La Ikulu. Acheki na yoyote nesi huyo. Utamfanya nini? Manesi ndio mitano tena au mama mitano. Unafikiri wanafanywa nini? Wameachwa waendeshe wanavyotaka, ili mradi tu wakubali mama mitano tena. Jamani, asanteni sana. Usisahau Colgate. Nawaambia wale vijana, nasikia kuna makundi yameanzishwa, vijana mtapewa 5,500 ili msiandamane. Chukua 5,000 yako mwanangu, kanunue vifaa vyako. Kesho maandamano, akili kichwani kwako. Hela yetu hiyo. Mkichukua nchi, Samia haikumbuki tena 5,000. Msiache pesa. Wakikupa pesa chukua, utaandamana siandamani. Hawakwambii laleni, labda kufungieni sehemu moja mpaka hiyo siku ya maandamano. Lakini kama anakupa pesa unarudi nyumbani kwako, chukua pesa mwanangu. Kama unachukua Mwananyamala, nenda kapige kambi Mabibo. Kama unachukua Ilala, nenda kapige kambi Mbagala huko. Kakae tu, kajiweke sehemu huko 5,000 yako, tumia kidogo, piga mazoezi. Ndio anavyotaka. Tumieni akili watoto. Tumieni akili. Hawa wanatakiwa kutumia akili, kwa sababu wenyewe hawana akili. Mnaenda kuwapa watu pesa eti kuzuia maandamano. Watu wameshacharuka sasa hivi, hawaelewi kitu. Asanteni sana jamani.